Congo ni munyaka wa Jerusalemu waria ndirakwiraga ũrathime andũ othe na ũkauga nĩ ũtũrathimĩte o mũndũ na Ngai atũre atũrigicĩirie na rũirigo rwa Roho Mũtheru na atũhumbĩre na thakame ya Gatũrũme. Niĩ nguga nĩ amen kũrotwĩka guo. Nĩndĩrĩmicaga tũkĩaria nawe tũgĩtheka, ũranjĩtaga Wanjiru wa Maina ngaigua wega, na ũrata witũ ũrarĩ mũrũmu. Nĩndĩrakwendete mũno ngarana wakwa. Nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩ gũkũhe mĩaka mĩingĩ ya kĩranĩro na agakĩria, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ngeithĩria mami na guka, tata wa Ngarĩ na arĩa othe twendete mathiagire mbere. I can just imagine the reunion makuona. Guka arakũririe atĩrĩrĩ, nyina wa Njeri, watiga ciana naũ? Wambe ũmũrie atĩrĩrĩ, we watũtigire naũ? Nĩ ũkariũka na nĩtũkonana tondũ nĩtũgũtũria kĩrĩgĩrĩro. Hurũka thayũ cũcũ wakwa nginya rĩrĩa karumbeta gakahuhwo. Ĩyo nĩyo tribute yakwa, Ngai amũrathime. And I said that my grandmother was a gallant soldier in the Lord's battalion, a very prayerful person. Even when she was frail and weak, she still prayed and kept singing praises to God. She fought a good fight and kept her faith. Now a crown awaits her. She was the epitome of the strength of a woman. Life tossed her, but she had an amazing inner strength. She did hard labor, brought up her own children, adopted 6 orphans and raised them. And she raised her children and her children's students when our parents departed. She died still surrounded by so many young ones. She was very prayerful. And as kids, we would emulate her speaking in tongues. And inside there, we would pick some words and make jokes about it. She was not schooled, but didn't know how to read or write. But she knew the Bible inside out. How? I don't know. She loved the house of faith, and her greatest legacy is showing us the house of God. I can imagine how joyful it must have been as she reunited with her husband, whom she adored, and her children who left ahead of her. My mother, her firstborn, being one of them. My shosho sleeps awaiting resurrection. Heaven rejoices in celebration of a life well lived. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. From me, Lord, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving for fulfilling your covenant of long life. May your name be glorified. Now, my love, my shosho, sleep our matriarch, sleep my friend, sleep in heavenly peace until that resurrection morning. May your soul rest in perfect peace. Ngai amũrathime. Nĩndakena nĩ ũndũ wa kũheo nabathi. Angĩkorwo nĩ ngwĩtĩkĩrio no nyine, na angĩkorwo nĩ ngũheo nabathi no ndĩharĩrie. I don't know. Rija no ũnjũrĩrie. Ona nĩndĩraigua Miriam, na kũringana na ũguo ũraria wega no ngwĩtĩkĩrie wĩine gĩbungo kĩmwe tu nĩguo twenderee. Okay. Ningĩ no nyende nĩndĩroka Dallas next week. No ũngĩre airport tũnyuanĩre gacai. Ona tũtũrarĩra hakuhĩ no tweherio speaker-inĩ. Ai mũnene atĩa mũrũthi wa Juda, kaĩ we magegania atĩa ihiga rĩa tene, kuona ndũrĩ kĩambĩrĩria ningĩ ndũrĩ mũico, ũtũra ngũrongoragia nyina njiarwa ciakwa, ũtũra ngũrongoragia nyina njiarwa ciakwa, wenda gũgũthathaiya
Kinyokoroni wakwa Dore harewe Matuko makwa mothe Kenya ciana cia kwana Ciana cia koiga Ngai ũrĩa warongoragio nĩ mami nĩwe tũkwenda. Amen. Ngai ũrĩa warongoragio nĩ cũcũ nĩwe tũkwenda. Asante. Reke tũrĩkie ndagĩka ĩmwe. Miriam we. Reke tũrĩkie ndagĩka ĩmwe. Ndagĩka ĩmwe, we are almost done. Yeah, our time is far much gone, kindly. Ngai mwega mũno, ndũhana ngai cia ndũire, na ndũhana mĩhianano, wĩra wa moko mandũ, nĩwe iguaga mahoya, kĩrĩro kĩa andũ aku. Amen. Njiarwa ciakwa itikagaro, Ngai ĩngĩ. Njiarwa ciakwa itikagaro, Ngai ĩngĩ tiga we. Kwenda gũgũthathaiya, nginya ũkũrũ-inĩ wakwa. Amen. Ndũre hau harĩwe matukũ makwa mothe nginya ciana. Amen. Thank you, Mono Miriam. Oikaiga Ngai ũrĩa warongoragio nĩ mami nĩwe tũkwenda. Thank Ngai you. ũrĩa warongoragio nĩ cũcũ nĩwe tũkwenda. Wama cingĩbata na ngoro yaku kũrĩ indo iria ingĩ ciothe. Cingĩbata na ngoro yaku kũrĩ indo iria ingĩ ciothe. Ngwenda gũgũthathaiya nginya ũkũrũ-inĩ wakwa. Ndũre hau harĩwe matukũ makwa mothe nginya ciana. Sijui kama mitambo bado iko sawa. Umemaliza? Sawa. Inaonekana mitambo imeweza kuanguka kidogo, lakini tunashukuru. Situweke mikono yetu pamoja, tumpigie Miriam hata akiwa mbali. Asante, asante sana. Kwa haraka sana, nataka tuingie katika speeches, na ambaye atatuanzia speeches za siku ya leo ni Mama Wandaka ambaye ni jirani. Mama Wandaka, na ukiona nimesimama kando yako, tafadhali tuweze kuokoa muda kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yametusubiria. Na itakuwa ni vyema. Mama Wandaka, uko tayari? Watu wote wapate nafasi. Makofi ya Mama Wandaka.
Ni mama amepigana vita vilivyo vizuri na mwendo ameumaliza. Nikisimama mbele zenu nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naitwa Eunice ama Mama Wandaka kama vile mumesikia. Mimi ni jirani wa Mama Moreu hapa chini. Na tumekuwa kwa pamoja kutoka mwaka 97 ambaye nilikuja katika kijiji hiki cha Morro. Mama huyu na familia yake wamekuwa marafiki wa dhati, na tumelea watoto kwa pamoja na watoto wakawa marafiki wakubwa mpaka siku ya leo. Nina ushuhuda mkubwa wa huyu mama, lakini sitaweza kunena ushuhuda ule. Ni kwa sababu kila mmoja ambaye anaishi katika Morro anajua uzuri na ushuhuda wa Mama Moreu kupitia saidi Ukristiano. Ameusingatia vizuri na ametuonyesha njia. Ni kwa sababu alikuwa ni mama mzee, lakini sisi ambaye tuko nyuma yake ametufunza njia ya kulea watoto vizuri na kuwalea katika njia ya Ukristo. Wote ambaye wamekuwa karibu naye wako na ushuhuda huyo. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa boma hii na ninashukuru Mungu. Najua ya kwamba mama mahali ambapo ameenda pahali pazuri, ni kwa sababu amechagulia palipo pazuri, na Mungu awabariki. Asante sana. Makofi kwa Mama Wandaka. Asante mama, umenena vizuri, ubarikiwe sana. Tunaenda kwa mwenye atawakilisha familia, na nimepatiwa Reverend Turo. Reverend Turo, tafadhali kasisi, tuendelee. Asaidiwe na mic tafadhali. Asante sana, wega muno. Akristo aretuganite getha tumagarie mwari wa ithe witu ti tata Miriam, ni tondu ni arikitie gututiga, na ni tondu Ngai ni aramwendire. Rutire mundu ungi ungirahotire kumuruta thiini wa thi ino, no Ngai ni aronire ari wega amuhurukie mahinda make marikia guthira. Ningi hoya undu gutwina family, na family yo ni nene muno, na ni agire ni kumenyeka aria moimite bari gutiri na mbica ingi ikuhurwo. Na nyambe Ngai ni mwega, makiria ni mwega ni undu wa kuhonokia na kuhota gwitiririra, ni tondu kiundu kiu kia tata Wanjiru Miriam ni kihutĩtie ngoro citũ na tukorwo ni hinya, no tondu twi thiini wa Mwathani ri no tukugia na hinya. Mwathani Ngai arogocwo, ndamucokeria ngatho inyuothe acio inyuothe aria othe marikitie gukinya thiini wa gikaro giki nigetha tumagarie mwari wa ithe witu na tata, ni tondu wa Ngai kwenda. Ningenda kuga ciana cia guka na niwe Turu na ni uyu meguko othe, na ningenda marugame haria mari, marugame o haria mari tafadhali, marugame hau matongoretio ni mama Kanyoni kwa tondu ni ugitigirwo ithui ukamama ni utigirwo ithui o niwe tutigirwo, na ni kuri angi mekuo. Ni hari na kaundu gwenda guthondeka aria rugano rwa gikuru githomwo. Tata Wanjiru ni wari wa gatandatu, tondu mami ndandikitwo hau no andikitwo haria githungu-ini. Mami ni wari wa gatano. Niwa airitu nao airitu othe makiri kenda na arume eri. Uyu ariwe mundurume uria utigitwo, niwe uturoraga na niwe ututongoragia. Tukiuge Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Riu haritwa riakwa njitagwo Maiko Kanyoni na kana ithe wa Turu. Na riu ni wega muno ni tondu wa uria ugite na uhoro wa gukoma ucio Wanjiru wa Maina, ni tondu uguo noguo kwagirire na noguo Ngai aronire kwagirire. Riu ni undu ucio nie ndiri undu ungiuga, no njugire ni wega. Thank you. Wega muno. Family yake ni rugame hariri, family ya Maiko ni rugame hariri,
Kama hiyo hali ya mundu ari. Familia ya Michael, mahali ulipo, tafadhali tusimame tu haraka haraka. Warugama mbele ni mutumia wake, tata. Wako wapi wale wengine? Wako mulienda? Nafikiria labda wako katika shughuli tu, tuendelee. Okay. Familia Samueli, hali ya mali. Familia ya Samuel ambao wako karibu. Hao, asanteni. Makofi kwao. Thank you. Familia ya Wangari. Familia ya Wangari. Tata Wangari. Asante, ndio hao, makofi kwao. Okay. Familia ya Waithirero. Sijui kama walifika. Familia ya Waithirero, siwaoni. Familia next. Ya Njeri. Familia ya Njeri, haraka. Okay. Asante, makofi kwake. Thank you. Thank you. Familia ya Wambui. Familia ya Wambui. Arudhu. Yuko pale, asante. Okay. Kelia murathime. Ni tuli na familia tata Wanjiru ri. Simameni watu wajue. Familia ya Auntie Wanjiru. Uyu uhurukite ri wako wapi? Simameni. Familia kubwa kweli. Simameni. Wow. Ngai amurathime muno. Makofi. Kuyumiriria. Asante. Ngetha tutorie. Family ya Waithirero ri wako wapi? Familia ya Waithirero. Ya muhike ni wona ni kwiko turahiko madha tutiri namo. Sijui kama wameondoka. Kama hawako tuendelee. Okay. Familia ya Kanuthu. Kanuthu. Familia ya Kahaf. Yao, makofi kwao. Thank you muno. Family ya Wakonyo. Familia ya Wakonyo. Wakonyo. Wako hapo, asanteni sana. Makofi kwao. Asante sana. Thank you. Kwa familia kubwa na Mungu ametubariki. Mimi naitwa Reverend Pastor Josephat Turuhu wa Gure. Asante. Na Yesu ni mwathani. Arogocwo mwathani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ndakena. Onani agosha Ngai. Thank you muno. Ndugutha Ngai mwathani aramwe. Familia ya Waithira. Familia ya Waithira. Wako wapi? Si nilikuwa nimetaja wakakoza kusimama. Ukiona ogwa ya ni aige. Familia ya Waithira. Moko urofa ni nywe todo wako yako. Mwathani agosho. Asante. Makofi kwa our reverend. Asante sana. Tuingia tu kwa ambaye atanena kwa sababu ya kanisa, na ni Naomi Njoki ambaye ndio alikuwa kiongozi wa mama yetu Miriam ambaye ametuacha. Kwa kifupi sana. Asante. Weno urekeke. Ino neke piu. Mwathani arogocwo. Gitagwo Njoki wa Njuguna. Yesu ni mwathani. Gwitũ nĩ itũra rĩrĩ na nĩmenyete Miriam mĩaka mĩingĩ mũno. Ndĩ mũhiki mũnini na nĩngugĩte o rũcinĩ nĩndagĩraga mĩramba gũkũ gwake na nĩwe wanderire kĩroho na nĩatigagĩra nĩahe karigũ thiĩ ngarugĩre twana twakwa twarĩ twĩrĩ tũnini mũno. So mamu nĩndĩmũmenyete mĩaka ĩyo mwaigua thĩinĩ wa rũgano akoretwo mũrũmĩrĩri mũrũmu mũno wa kanitha witũ wa Kenya Assemblies of God, na nĩkĩo twĩ gũkũ tũkenete tũkĩmumagaria nĩ tondũ nĩarũĩte mbara na akahotana na nĩakoretwo mamu mwega mũheani kĩrĩra na nĩmoigua nĩahoyaga mahoya nginya ciana ikora. Ũguo mũtumia ũyũ nĩ wa ngoro na nĩ wa bata mũno na nĩkĩo twĩ gũkũ tũmumagarie. Ũndũ wa mũico ingiuga nĩ atĩ nĩ ararĩ mũgoci mũno mũno ona hĩndĩ ĩrĩa anameremwo na araremetwo nĩ gũka kanitha, angĩramenyire wĩ mũhonoku aratigagĩrĩra nĩ moina rwĩmbo nake na Ngai arogocwo ndaretete memory ya kũina. So nĩ mũtumia wa goro na nĩ mũtumia wa bata na Ngai aromũhurũkia ũhoro. Asante sana. Makofi kwa mama kiongozi. Amenena vizuri na imekuwa ni vizuri. Kuna marafiki ambao wamekuja all the way, marafiki wa Miriam wamekuja all the way from the US, na ningependa kumpatia brother Jeremiah aje aseme jambo kwa niaba ya marafiki wote, alafu daktari ndogo kutoka Eldoret utajiandaa kwa maneno machache. Karibu sana. Asante MC. Murega inyuothe. Njitagwo Mute. Gwitu ni mwena uria wa Olkalau. Na mutumia uyu iragite
nyaga gucamania nake no njuge nĩ tũcemanĩtie nake kũgerera kwa mũirĩtu ũcio wake wĩtagwo Miriam, na kũrĩ mũthenya wa Friday nĩ ũrahĩtũkire nĩguo twarĩ tũke gũkũ na ciana cia mwana wake wĩtagwo Njeri kũmũrehera indo Miriam manĩte kuma US. Ciokĩte na mwanake wĩ haha wĩtagwo Sam Ariku, ũcio nĩwe wanengeretwo nĩ Miriam to maikaraga nake kũrĩa Seattle. No mũthenya ũcio wa Friday twakinyire ũhoro wa affectire Miriam mũno to nĩarigirwo cũcũ kĩrĩa ndĩramũtũmĩire ona ndanakĩona, no ningĩ nĩtwamũmĩrĩirie tũkĩmwĩra ũcio nĩguo ũrarĩ wendi wa Ngai. Nĩamũtungatĩte na hau kabere na indo icio hihi arendaga cikinye cinyitio nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa tũngĩmwĩra poleni sana. Mũtumia ũyũ kũringana na ũrĩa tuonete kuma kũrĩa tuma mocarĩ, ũngĩona mũtumia mũtungatĩri ekwaria akanyitĩka agaita maithori, mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa bata. Arenda kuga ũguo tondũ nĩnyonire mũtungatĩri ũyũ anyitĩka kũrĩa anyitĩrĩrwo aita maithori, na ti mũciari wake, nĩ mũciari wake gũikarania nake nĩguo. Koguo nĩ mũtumia ũreigĩte na njĩra ya bata. Rĩmwe ndacerete Kiambu ndaiguire andũ akũu makiuga ũrutagwo mwĩruti. Koguo mũtumia ũyũ wĩra wake nĩ ararutĩte. Ndamũrora ũguo mũkĩte tondũ harĩ ũndũ mũrahutĩtio nĩ mũtumia ũcio, onakorwo bamĩrĩ yao nĩ ndona no nene. Ũrĩa ingĩũria ene mũtumia ũyũ, harĩa ithuĩ tũgũthiĩ tũmũige mũrenge tũrĩa tũkũmũhumbĩra naguo, mũngĩenda tuone njaga yake mũmũhumbũrie no tũmĩone, no akorwo mũtikwenda tũmĩone mũikare mũmenyete ciugo iria mwatigĩirwo nĩ mũtumia ũyũ, tondũ nĩndĩkĩiguĩte ona kũrĩa mocarĩ rĩrĩa andũ mekwaragia twetereire dokumenti ĩtegũkinyĩte, waigua andũ makĩaria no kũmũgatha. Noguo nĩguo tũkũnindi gũikara gũkũ bũrũri ũyũ tũhetwo nĩ Mwathani nginya rĩrĩa matukũ marĩa tũgairwo nĩ Mwathani marĩkinya mũico. Ngwĩciria ndikwaria mũno tondũ ũngĩona MCA agĩũka hau arenda kũnyingata, njuge asanti na Miriam tondũ nĩ njũĩ nĩarona online tũmwĩre indo ciake nĩ igũkinya kũringana na ũrĩa wendi wake arenda ikinye gũkũ mũciĩ ũyũ. Ngũmũtiga na karũgano kamwe tu, ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mũndũ mũrataga kwanjĩria atĩrĩrĩ, ũngĩona kĩgui gĩteng'erete mũtitũ thĩiniĩ-rĩ, mũico wakĩo harĩa ihenya rĩngĩkinyanĩha nĩrĩo mũtikũnjũkĩria. Anjĩrire ihenya rĩa ngui rĩngĩkinya gatagatĩ wa mũtitũ, no yakĩra gatagatĩ ĩkwanjia kumĩra. Kuma kũ? Kuma mũtitũ. Niĩ ingĩrora haha andũ aitũ aingĩ arĩa me haha nĩtũteng'erete tũgakinya mũtitũ gatagatĩ, rĩu ihenya rĩrĩa twĩ narĩo nĩ rĩa kumĩra mũti. Thengiũ mũno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sam Ndungu. Sisi ni marafiki wa Miriam. I've known Miriam for the last 8 years since she came to Seattle, and nimekuwa huko muda kidogo. Seattle. Yeah, nimekuwa huko miaka inaenda 20 na and Mungu ni Bwana. Hata nimeona maombi, now I can see where Miriam atoa maombi kutoka. So Mungu awabariki na mweke na mfariji. Asanteni. Nilikuwa na swali. Kutoka hapa kwenda Seattle ni how much? It's anywhere between 2,100 na 10,000. Depends pale unataka. Asante. Asante. Thank you so much. Nisalimie. Ni vizuri kusalimia watu wa Seattle. Una tap hiyo anointing. Makofi mazuri kwa hao marafiki. Amen. 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 Kwa heshima kubwa nipatie daktari aseme neno alafu tuendelee. Daktari karibu.
Huyu ni wa kutoka huko the town of champions. Thank you sir. Karibu. Asante sana. Ndamugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani muriega. Tungata brothers na sisters yake aria tukite kurehe kairao jige kurehe tumedishia mashakaya kuma kanitha witũ wa PCA Korea tuthomaga na Veronica and other members of the family. Tumeririshia mashakaya kuma kuri mutungatiri uria tutungataga nake Reverend Benson Wambari na session itu yothe. Kufia yo ege ngoragwo ndi church elder, koguo no ndutire mundu gwitwo Miriam na Veronica wira ni tondu ni moete maguta ma maitu tondu ni masavite kanitha ucio meta deacons. Na Miriam athie USA no athire na mbere na utungata wa maitu tondu bwana MC jetikiria gwete ati ndrathiete onanie ciaro in the month of September. Na juge wira uria urarutwo wa maitu uraringana na wa Miriam tondu no igwa athuri acio marogama ni mararuta wira wa Miriam uria twitwo Wanjiru ndaramwita ngarana koguo cio koguo ni undu wa undu ucio ari na rithi witu kwenda kuga ngirikia ati ni wega tugakoragwo na wira urarutirwo ni andu riria wi muoyo ona riria utakwite. Ndoigo uguo ni tondu ni turaruta wira wa sister Miriam uria we USA na akarahwo ni family ni tuigwire ona twikuria mochari wira mwega arutite. Bwana MC niona nini ndiranengeretwo indo ni Miriam riria ndathiite na ndacirehire na igikinya na kiugo kiria gutiga Miriam nakio no kumwira tondu akiri haraihu ni utuku kuria. Bwana MC ni wega tumuhe chance ya ku eulogize maito ya gushakaya Daisi ku ni utuku ni utuku daici kai ndari toro ni njui ni arona njugi ati Miriam ni urarutire wira mwega na ni urutite nogeka uria ungienda ni tondu riria ndaimaga kou airport mirigo yakwa ni yakirire weight igikira kiro na Miriam indo iria nete cia shosho akiuga ashirute ithanduku riakwa ngimera tutigo shiruta instead darutire nguo ciakwa ciothe akondo cio Miriam ni ndiracoka nigetha njuke njire nguo ciakwa iria ndatigire urathire ni tugathie nawe. So God bless you. Ndakena muno MC tondu akamweke kau na chungaji ni undu wa gitio kiu. May God bless you. I salute you. Amen. Kiria ri ngari cia guthi ciato ciagirwa haria nyama kima nikaukinyia stage. Aya, asante sana. God bless you. God bless you sir. Asante sana. Makofi kwa Dr. Ndogo. Amen. Amen. Unajua mambo mzuri inagwatanagio. Sasa ukisalimia watu wa Siato na wewe Siato unaanguka huko.
no ukorirwo na roho tari mwega wa kuigua uru no iko ni urakena onae no uthie. Amen. Naigua wega. Hallelujah. Kwa nafasi hii kwa haraka sana nataka nimpatie tumeingia kwa nafasi ya administration na ningependa tu nimpatie our area chief akuje atuongoze kwa hiyo itifaki na itakuwa mzuri. Karibu sana. Thank you sir. Asante sana MC, familia yote kwa jumla, kanisa kiongozwa na bishop wetu, wageni ambao wametutembelea hapa Subukia, viongozi baribari ambao tuko na wao hapa. Naona mheshimiwa wetu MCA, mheshimiwa wetu MP na viongozi baribari ambao wamefika siku ya leo. God is good and all the time. Kwa yule ambaye ni mgeni kwangu, naitwa Keiru Norman Macharia. Mimi ni senior chief hapa ambaye tunaita Subukia East location. Na tunawakaribisha hapa ili tuweze kufanya ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Kwa hivyo mjihisi mko mahali ambapo panastahili. Kwanza niseme pole kwa familia, kutoka kwa familia yangu, kwa sababu Mungu ametenda yale ambaye ameyatenda. Kwa hivyo tuombe kukubali ili tuweze kuendelea na hiyo safari nyingine ya kupona. Niseme ya kwamba kwa niaba pia ya Subukia kwa jumla, Subukia East, kwa sababu sio wote ambao watapata nafasi hapa, tuseme ni pole sana kwa familia. Shosho tumemfahamu, mama ametuacha, lakini amefanya kazi yake. Nataka kutoa ushuhuda wake vile wengi wamenena hapa, kusema ya kwamba alikuwa ni mama mjasiri, alikuwa ni mama ambaye ni wa maendeleo, mama ambaye hangetaka kuona mambo yakiharibika. Hata kama hakuwa na the formal education, alikuwa na wisdom ya kipekee. Tukiingia kwa mikutano yoyote, alikuwa ni mtu wa maendeleo, mtu mpenda amani, mtu ambaye anapenda hata mambo ya kanisa, mambo ya Mungu, mambo ya development. Kwa hivyo bila kusema mengi, tutie muhuri hayo ambapo alikuwa amefanya hiyo kazi. Kwa hivyo tumuenzi na kufanya yale ambayo angependa yafanyike, mambo ya maendeleo. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba poleni sana na tunawakaribisha wote ili tuweze kumuaga mama yetu. Niko na assistant chief wangu, ningeomba naye aweze kusimama hapa, na pia kama tuko na any other administrator, hata kama si wa kutoka mahala hapa, chief ama assistant chief, ni nafasi nzuri na yeye aweze kufika hapa na ili aweze kupeana rabirabi zake. Karibu. Asante sana chief. Kanisa kwa jumla, Bishop Mungai pamoja na kanisa, Mheshimiwa Gashofe pamoja na waheshimiwa wengine wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi majina naitwa Bushuru Hudson, stand chief wa hapa, na nikiwa hapa njiko nyumbani, anasema ni pole kwa familia. Na kwa sababu mkubwa wangu yuko hapa na amenena, mimi niseme nini? Mimi nakuuliza, inua tu mkono wako juu hivi na unipe high five. Asante. Asante sana assistant chief. Kwa hivyo tukitoka upande wa administration, naona ni kama hakuna mwingine ambaye ametutembelea, lakini wako katika kazi, shughuli tofauti tofauti. Na kwa hivyo kwa wakati huu nitaweza kumwalika our MCA ili na yeye aweze kutoa rabirabi zake, alafu ataweza kumwalika mheshimiwa mbunge wetu. Kwa hivyo kwa niaba ya the entire administration tunasema poleni sana na Mungu awabariki. Thank you. Bwana asifiwe. Happy New Year.
nipungie mkono kama unaniona. Kwa wageni, jina ni Isabella Makori Mbogwa, MCA wa hapa na mtoto wa kuzaliwa katika hiki kijiji cha Morro. Naendelea kutoa pole zangu kwa familia. Mzazi wa mtu hata kama amefikisha miaka 100, hakuna siku mtoto wake ama mtu ameitanishwa atachoka na yeye. Kwa hivyo nasema pole. Na nikakumbuka tulipokuwa maombolezi ya shosho wa Bishop. Siku hiyo usiku Sami, huyu mtoto wake kitita mimba, akakuja kuniambia vile mama ni mgonjwa. Na alikuwa kilia. Ndio nimcomfort nikamwambia, mama ako na miaka mingapi? Akaniambia. Nikamuuliza unagojea nini? Hata akipona atakuja kukupikia chapati. Bishop akaniambia umenisaidia. Juu nashindwa kumwambia hivyo. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Najua mapenzi ya mzazi ni kubwa. Na sikio ndo nikamwambia, kumbuka mimi Salome aliniacha miaka mingapi iliyopita. Ngai darutagwo mahetia ekite uria wagireire. Na nishukuru. Na hata mimi Miriam mwenye unaniangalia kwa nini hiyo yako, siku moja naomba hata mimi nifike huko. Si ni vizuri? Twera tutige ki? Tutige makoro. Wewe mwana wa mundu ena kou kena. Muthenya mono uthi kou wa hata kuri ogu akuhature. Kwa hivyo mwana wa mutumia ni wa mutumia enda aciarwo ni wa bururi wothe. Kwa hivyo we salute you kwa kazi njema ambayo umekuwa ukifanyia familia. Kigeranio kia form 4 ni keuma umuthi. Aciari kira mwana akugia witikire. Turarega ciana citu nginya cikeita. Kubali matoke na ndimuririkanagia maita maingi ngima yumaga ku. Aikora wanyitaga ire ure expect mwana anyite ki? Tuhuraga ciana na tumeraga kira twekaga atia? Twanyitaga. Kubali matokeo. Kuna wenye wanaanguka mtihani lakini si kuanguka katika maisha. Tuweza kuwa support na Ngai ni akumarathima. Na maita maingi njugaga turathimage ciana citu. Imutigwa ura cũcũ ahoyagira ciana ciake. Kama hoya magutuma ciana ciure nyumba nigetha cihote gukoma. Kwa hivyo tuombe watoto wetu tukiwabariki. Ure ndagitari uyu, injinia uyu era. No weta mwana ng'ombe we expect ikare atia? Enda kuhana uguo. Weta mwana ng'ombe ukamenyeo ni njau hau hange ndikurikia. Kwa hivyo shule zinafunguliwa na zimefunguliwa. Turudishe watoto wetu shule na watakia mema. Ngai ahe aria matari bithi na basari ya county ni rauma within 2 weeks eukoro yauma. Koguo aria makwaga makoka wabici tutikannegenere na hau. Na ndirerire andu a Morro, izi barabara za Morro mvua itanyesha kama hatujarima. Tuhoyagirei na mwende atongoria oguo tuhana. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mkitushikilia tutaweza kufanya kazi. Tunawapenda sana na wenye ni wa mbali karibuni kwetu, na kama kuna kitu kibaya mumeona muache. Next time tutakuwa tumerekebisha. Kile kizuri muende nacho. Nawapenda sana. Mungu awabariki na mkienda muende na salamu zetu. Asanteni sana. Nachukua hiyo nafasi nimkaribisha mbunge wetu wa Subukia Bwana Gashofe. Karibu pia uweze kuongea na watu wako. Mwadhi mwadhi na gaidhishi ito barikiweni. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Isabella. Kanisa mkiongozwa na mabishop wetu wawili, familia na waombolezaji wenzangu wote, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. Kwa wageni, naitwa Samuel Gashobe, mbunge wa area hii, na hata mimi nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa familia hii. Nilikuwa hapa jana usiku na niseme ya kwamba sijatembea kama mbunge, nimetembea kama rafiki ya mama. Mama tulijuana na yale yote amenenwa hapa, naweza confirm kwamba wale wameongea hapa yenye imeongewa na Miriam, I can also confirm and attest kwamba ni ya ukweli. Na niseme kwamba nilijua mama alipenda watu. Na siku moja akiwa tu mgonjwa, akitoka hospitali akasikia niko ofisini,
Na wale ambao wametembea ofisi wanajua siku ya ofisi watu wanajazana. Mama aliletwa kwangu na wheelchair. Kuonyesha aliinsist lazima anisalimie. In fact alipoenda nilitoa vita kubwa sana. Kwa sababu nilisema mimi ndio ningekuwa mwepesi wa kwenda kumsalimia mahali alikuwa kwa gari. Lakini yeye ni kama alitoa funjo mpaka anisalimie. Kwa hivyo alikuwa ni supporter wangu. Anajua alikuwa ananiombea sana. Kwa hivyo yangu ni ya kusema poleni sana kwa familia. Tuseme ya kwamba mambo haya yanakuwa ni ngumu sana. Lakini tukiyakubali roho zetu zitakuwa nyepesi. Ni vizuri tukubali na tumfungue mama. Anajua ataenda mahali kuna stahili. Nikiangalia miaka yake imesemekana ni 100. Si miaka 100, ni mapenzi mengi sana Mungu amepatia huyu mama. Wakati nilikuwa nimeketi pale, hiyo ndio ile kitu imenifurahisha sana sana katika hii hadithi. Na nikaomba Mungu, iwapo mami ameenda na miaka 100 na mimi hapa najiita kijana, unisaidie ifika niwe na 100. Naomba hata mimi nifikishe hiyo 100, kwa sababu ukiangalia zile vizazi mama ameacha si ni kubwa. Kwa hivyo ni vizuri kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa familia, nimesikia mama amewapatia mwongozo. Ni vizuri muishi kulingana na mapenzi ya mama, na hiyo ndio ile baraka mtaweza kupata kutoka kwa mama. Nilijua Sami alifanya mengi. Niliona Sami amejitolea sana. Hata mara kwa mara alikuwa ananitumia picha za mama akiwa hospitalini. Kwa hivyo najua kama kuna mtu amebeba baraka ni Sami na bibi yake. Kwa sababu niliwaona mimi mwenyewe. Na siku ile walibeba mama na kiti hivi kumleta mpaka ofisini. Kwa hivyo Sami, neno linasema iwapo umefanya jambo mzuri usichukue tarumpeta. Uende ukitangazia kila mtu ile wema umefanya. Lakini Mungu mwenye anaona kwa siri, anaona na atakubariki. Mungu wa milele akubariki na familia yenu kwa kusimama na mama. Na hakuna kitu kingine unaweza patia mzazi hata wewe mahali huko. Ni kumtuza kama venye alikutuza wewe ukiwa mtoto. Hiyo ndiyo baraka na hilo ndilo kitu la maana sana. Kwa hivyo sitaki ninene sana. Nasema poleni kwa watu ya hapa. Niseme ya kwamba nashukuru sana kwa nyinyi kusimama na mimi. Na kuzidi kuniombea. Naomba tu mzidi kuombea serikali hii yetu. Tunajua ni kungumu, lakini tuiombee. Kwa sababu serikali ikisimama vizuri na mambo yaendelee kuwa mazuri, sisi wote itakuwa nzuri kwetu. Hii serikali ikienda chini na mambo yaende mlama, si yote itakuwa ngumu kwetu. Kwa hivyo sisi ndio tuliweka kwa kiti, tuiombee, na najua pale mbele kutakuwa kuzuri. Na moja hapo tukimwaga mama, ambayo nafurahia Bishop, ni kwamba serikali imesema ya kwamba hakuna deni ya watu wazee. Pesa inalipwa every month. Serikali iliyopita tulikuwa tunakuwa na deni ya miezi 6. Saa hii hakuna mtu ajalipwa. Sio ni kitu ya kupendelea. Kwa hivyo tuiombee na najua kutakuwa kuzuri. Nikimalizia ya maendeleo sitaongea sana. Niseme ya shule yetu ya Subukia Primary tumemaliza, na pia kuna mahali imetafuta maji, tutaweka borehole hapo ili tuweze kupatia tauni yetu maji na shule maji. Shule yetu ya Kamumo pia nimeweka pesa ya kutosha, nitaifanya ukarabati yote iwe kama shule zingine. Pale Kieni pia tumeweza polytechnic iko pale, tukaifanya Subukia Technical Training Institute, na end of this month or early this month president mwenyewe atakuja kuweka msingi wa mawe ili shule ianze na tuweze kuwa na college yetu pale. Nikimalizia ni kwamba
ningeomba muwe patient kidogo kwa ofisi yetu ya kwamba basari zetu zitachelewa. Lakini kwa sababu ni zenyu, sisi kuja tutawapatia. Kwa hivyo tunaomba muwe patient na zikifika wakati ule tutaweza kuambia. Kwa hivyo naomba nimalizie hapo. Niombe Mungu awabariki sana. Niseme Sam, unajua Seattle imeongelelewa sana. Hata mimi si mchache hivyo. 2021 nilikuwa Seattle. Na wale wanajua Gathukumi, mama Watuli, my sister na my brother-in-law wako Seattle. Kwa hivyo tutaonana nyuma ya tent, nitakutuma na salamu. Na najua Miriam ananiona huko, pia utafute hawako mbali hapo. Kwa hivyo next time siongee na mimi vizuri, nitaenda na wewe. Mungu akubariki sana. No gari lidauga. MP akisema mimi ni nani nikatae? Sasa ukiona munioni msiulize niko wapi. Nitakuwa Seattle. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mumenena vizuri, maneno mazuri na maneno ya busara. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nilikuwa mwelekezi wenu, naitwa Reverend Ananias Maina na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ikiwa una sherehe kama hii, ama harusi, ama birthday party, ama farewell ya kwenda Seattle, ama farewell ya kutoka Seattle kuja Kenya, unaweza niita na nitapanga mipango hiyo kabambe. Na huwa tunafanya kazi mzuri. Atulipishagi kukuja, tunalipishaga sauti. Hivyo kukuja sitakulipisha, nitakulipisha kuongea. Mubarikiwe sana. Bwana awe pamoja nanyi. Hebu tusimame. Tumesimama. Nani hajasimama? Oi, aya, keti. Ona mundu ngororaga ni MP, koguo no njuge okire no okire. Karibu Senior Elder Dickson. Mubarikiwe sana. Asante sana ndugu wetu, ni mchungaji ambaye tunamwezi sana na tunampenda. Anaitwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda na yale yote yametajwa ya kuwa ni ya muhimu na ya kujenga mioyo yetu, mimi sina mambo mengi. Tunaingia katika mpango wa kanisa, na sasa kuanzia saa hizi nataka kuomba hivi. Na huwaga ninasema hivi, kama umekuja mazishi ya mmoja ambaye unampenda, hii ndio heshima ya mwisho ya mama wetu. Na kwa hivyo shughuli zozote zile ambazo huwaga watu wanakuwa nazo wakati ibada inapoanza, sasa isimame, kwa sababu ni wakati tunaenenda mbele za Mungu, na ni wakati tunatarajia Mungu atatunenea, na ni wakati wa kutoa dhabihu ya mwisho ya dada wetu, maana yeye amekuwa mpenda kanisa. Mimi sitaongea kanisa sana, lakini natoa tu mpangilio jinsi tutakavyoenenda, kwa sababu kuna wale ambao wataongea. Na kwa hivyo kuanzia sasa na kuendelea, nataka kuomba praise and worship team wasimame. Praise and worship team wakuje hapa, watuongoze kwa nyimbo 3 na zote tutainuka juu. Kwa sababu ngoja kidogo. Kile kilikufanya uje, jana kulikuwa ni Jumapili. Na inawezekana mahali ulikuwa haukwenda kanisa. Lakini leo Mungu amesababisha jambo hili litokee, ili uje hapa usikie ni nini kilinenwa jana kanisani, na ufanye kile ambacho haungehitajika kufanya jana kanisani. Na roho darahenia korona ugando wale matanathikaniria ira moyo wako iguru hane inge muno
no Ngai nĩatũmire makorwo meha. So tukifika ni kuimba, zote tunasimama kwa sababu tuna miguu. Tukiambiwa tupige makofi, tupiga makofi, tuna makofi, na mambo hayo yote yataletea Mungu wetu sifa na utukufu. Simama juu, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Una wako hospitalini wanajaribu kuinuka, wanashindwa. Wewe Mungu amekupa nafasi ya kusimama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni nafasi nyingine njema ambayo tungependa kumtukuza Bwana katika kikao hiki, maana ni yeye peke yake tu anabaki kuwa Mungu licha ya mambo yote. Kwa hivyo ningependa tuwe na moyo wa shukrani kwa Mungu, mwambie tu ni asante, umwinue na umtukuze, maana ni yeye anayestahili. Haleluya. Amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa.
kumshangilia na kumtukuza, maana anasema siku hizi zote yeye angali Mungu, habadilishwi na chochote. Yeye ni Mungu tu. He still on the throne. Amen. Kwa hivyo ningependa tu kwa sauti yako mpatie Bwana shangwe na vigelegele, maana anastahili. Yeah.
za sasa, ambaye hakuweza kuhudhuria kanisa amesikia vizuri, na kuna jambo ambalo limebaki kwa sababu atalishwa na jambo lingine. Mimi naitwa Dickson Kehio kwa niaba ya uongozi wote wa Subukia KAG, departmental heads na wengine. Nachukua nafasi hii chini ya uongozi wa bishop wetu kuwakaribisha wote ambao wamefika katika kikao hiki, ya kwamba wewe mahali umekalia ni mahali pa maana sana, na pia wewe ni mtu wa maana sana. Shughuli zote ambazo umesimamisha kwa ajili ya kuja kumzindikisha huyu dada wetu, kuna Mungu hulipa na hulipa vizuri. Usitarajie tukulipe, lakini kuna Mungu hulipa vizuri. Na kwa hivyo, kwa sababu muda wetu umekimbia sana, kile ambacho nitafanya ni hiki. Kuna mama mmoja tu amenijia ambaye anaitwa Ruth, nimpatie wimbo kifungo viwili tu, alafu niingie katika sehemu nyingine, na hiyo ndio sehemu yangu ya mwisho, so sitawaweka. Kwa hivyo Ruth, tafadhali vifungo viwili please, kulingana na mtu. Unajua kuna watu wataenda mbali, na tungependa kuwazuilia waseme kanisa hilo lilichukua muda. Pia kuna kitu ambao huzingatia sana, hatutaki kupoteza wakati wa neno, kwa sababu wakati wa neno ni Mungu huwa na neno. Karibu Ruth. Wacha nikae na hii ndio ukienda sana nikukate. Wewe pea hii microphone. Family and the other fellow mourners, I am Ruth and I am a gospel artist and I belong here. Na ndimo gikoyo ndaria gitokono ndo wa muthuri wa Siato, ndaria kumwona gahara bikuga muthuri wa Siato gane wa kiriwa Shepkati because of the suit. Ngai mwega, ngai ni mwega, ngai mutungi Luana mondo na oiguaga, Kayore mwega, Kai mutungi Luana mondo na oiguaga, hinde ya maigoni Teraga nanie O kanjera Mwana wa pakira Hinde ya maigoni Teraga nanie O kanjera Mwana wako akira, tuitenga yore mwega, Kai mutungi, Luana mundu, ne oiguaga. Hey, hey, piga mako. Hey, 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 piga mako Jesus. Hey, hey, dea maigoni, deraga nanie, o kanjera, mwana wako akira, dea maigoni, deraga nanie. O kanjera, mwana wako akira, tuitenga yore mwega, Kai mutungi, Luana mundu, ne oiguaga, hinde akeha, onjeraga, mwana wako, tina wethikera, hinde akeha, onjeraga, mwana wako, tina wethikera, tuitenga yore mwega, Kai mutungi, Luana mundu, ne oiguaga. Tena dainagage ya Wajekoya, na unagadege ya Jesu. Mhubiri wa Siato, unibariki, nionekane kiroho lakini mwili ni baadaye. Mungu awabariki. Asante. Siato imewajenga watu iko sawa. Okay, asante. Sasa nataka tufanye hivi. Mimi nimemalizia. Na kile ambacho tunaamini ni kwamba hakuna dhabihu yoyote, hakuna ibada yoyote hukamilika pasina dhabihu ya sadaka. Na kwa hivyo nitaomba, na kama vile nilisema mwanzo, kuna mtu hako hapa, nasikia tu Mungu ananisaidia, hakwenda church jana, na leo Mungu amemfanya aje ili amtolee sadaka ambayo angetoa jana. Na wewe ulitoa jana, utaendelea kubarikiwa.
kwa sababu tunaamini katika Mungu wa miungu, Mungu wa dhabihu, na hamna dhabihu yoyote ile waga inakamilika pasina sadaka. So nitaomba uingie katika mfuko wako, na nipewa mama kiongozi, umechelewa kidogo, au naona unafanya mipango, utaweka mmoja pale, mwingine pale, mwingine pale, mwingine hapa hivi, ili tuweze kwenda kwa kiharaka sana kama itakavyowezekana. Aya, praise. Kuja mtuongoze kwa wimbo, na sisi wengine tuandae sadaka zetu kwa ajili ya dhabihu hii ya kumzindikisha dada wetu tunayempenda. Hallelujah. Hallelujah. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Sitaabudu Mungu mwingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Mimi naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Pokea sifa, pokea sifa na utukufu, na utukufu. Kama una M-Pesa tafadhali, kwa sababu najua wengi hawapebi pesa kwa mfuko, nataka kukuelekeza na namba hii. M-Pesa 0724 48 1265 0724 48 1265. Sadaka hiyo pamoja na hii mahali naombewa, hata wewe baraka hii itakufikia. Tuendelee. Pokea sifa, pokea sifa na utukufu, na heshima, na heshima. Pokea sifa, na utukufu, na utukufu, na heshima, na heshima. Asante, praise and worship. Asante. Sasa nataka kumwalika mwenye ataombea sadaka hiyo awabarikishe, na pia mimi naitwa Wamanda Amake Hiudi, na Yesu ni Bwana na Mwokozi,
nimenena kama elder wa KAG Subukia. Si Bwana wa uzima wabariki sana. Reverend Ngere, tafadhali karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Nashukuru sana. Nimesimama hapa mic ikaongea vizuri. Ninaitwa Reverend Ngere David. I'm so blessed kuwa mahali hapa. Uongozi wote ambao tuko nao, maaskofu wote na wachungaji. Mungu wa amani awabariki. Asante. Bwana asifiwe. So niko hapa ili kuomba kwa sababu ya sadaka ambazo tumetoa. Alafu niwaelekeze mahali pengine. Ninaomba tu tusimame kwa miguu yetu kwa heshima tafadhali. Na tuombe. Baba wetu na mfalme, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya kongamano hili ambalo Bwana umelikusanya, ili Bwana ujitukuze kwetu na pia tukuletee sifa. Ninakushukuru kwa sababu Bwana mahali hapa kumeinuliwa madhabahu yako. Zaidi yote Bwana, wapendwa hawa wamekuja na dhabihu ambazo wamezitoa kwenye haya madhabahu. Ninaomba Bwana zikakufikie kwenye kiti chako cha enzi, zikawe ni manukato ambayo Bwana yatakupendeza. Ninaomba ya kwamba Bwana utawabariki wote na pia utabariki kazi ya mikono yao. Hata katika ibada hii ambayo tuko nayo ya kumsindikiza mama yetu na shosho, ninaomba ya kwamba mfalme, katika ibada hii pia Bwana utatunenea. Na zaidi yote Bwana utatufariji, utatutia nguvu, na yote Bwana yatakayofanyika mahali hapa yatakuletea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa sifa zote na heshima kwa Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen, amen. Tukiwa tu tumesimama hivyo, ninaomba kumkaribisha Reverend Ann ambaye ndiye mama wetu, mama Bishop. Ninahudumu chini yake na pia chini ya Bishop Mungai nikiwa assistant pastor KAG hapa Subukia, na ninaheshimika sana kuhudumu chini yao. So naomba tuweke mikono yetu pamoja tunapomleta mama, na itakuwa ni baraka. Karibu sana. Wachungaji hawa ni wa KAG na nimesema wachungaji wote, lakini ukiona hao, si umeona wengi ni wa KAG wamekuja kuungana na Sami. Amen. Wachungaji wa dhehebu zingine wakuje, isipokuwa tu kama tuna bishop. Tukaribie hapa, ushuhuda wetu tutatoa na wimbo mdogo tu sana,
na Mungu wetu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmefurahi kuwa na wachungaji wengi namna huu? Tuwape makofi mazuri jameni. Tuwape makofi mazuri jameni. Hii sehemu imebarikiwa na kutoka sehemu zingine pia. Mungu wetu amekuwa twarire wega nä tå kä gwa må ndå rä twa rä ake na kå rä ahunjagia na å kä te nä tondå wao, lakini kwa sababu masaa haipo upande wetu, jameni, tutavumilia na tutakuwa watu waliobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumewachapia makofi mazuri. Alafu familia wakuje, kwa sababu hawa wachungaji wamekuja kwa sababu ya familia na kwa sababu ya mama. Tuungane pamoja na wachungaji tafadhali, mahali ambapo uko na wewe ni wa familia hii. Familia ambao wanahusika wakaribie hapa. Yaani mwamenyerire mutaratara kinyamuro na taitara menyoria ndira. Hii mutaratara ni ya leo. Tafadhali kujeni. Tafadhali kujeni. Tafadhali kujeni. Alafu hii familia ilikuwa imeomba wimbo. Na kwa sababu wachungaji tulikuja kwa sababu ya hii familia, naomba mchungaji Maina tuongoze na wimbo mmoja na usimalizike, kwa sababu wewe ukiwa mtu wa familia na umeona mchungaji wako hapa, si utafurahia na tukubali kukuja hapa. Muhaireke faro akeli tukubali kukujeni hapa. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Tuhere boro mwe. Na Aramena matega afamere. Tukikuja kumalizia hivi mtakuwa hapo, na Mungu wetu ni mwema. Amen. Omanzi Uga watu umayote Nikoye abadeni Yerera Miriam Oshinde okage alike Yoyote abi Yesi madini Yedioma Yeah.
dhabihu, na vile nimewaita wachungaji msirudi chini, tunataka kuchukua dhabihu yao, halafu tutawaombea na watakuwa na nguvu. Nafasi ya kumalizia na wimbo kidogo, ndio mketi chini, sawa sawa. Alafu Bwana atawapa faraja, mtaombewa faraja, mtaombewa nguvu, mtaombewa umoja, na Mungu wetu ni mwema. Na maombi ya shosho bado inafanya kazi, si ndio? Amen. Sawa sawa. Haya, Maina reke ndaro ipo tukira sadaka. Tuanze sadaka maombi. Sawa. Amen. Tunakuweka Samit. Tunakuweka Samit. Haleluya. Epieka balisida sikoma wakiwa kwa ndoto wa shamanene unikesha urako kumagia ekesha ndoto wa karuwa kuina yemokela mokela sho amosia kwa kumoni nide wakwa ekone ekwela umwela kesho ekwela umwela kesho Familia wote wamesimama. Tafadhali msimame, ni wakati wa maombi yenu. Kuleta
nikiomba kwa sababu ya familia hii, na nikiomba hata kwa sababu ya matoleo ambayo wameyatoa. Nikiomba Mungu wa mbinguni ukaweze kuwabariki na kuwatenda mazuri. Jina lako Bwana likaweze kupewa sifa zote. Ninaombea hata jamii, wale ambao ni vitukuu, wale ambao ni wa jamii hii, wote ambao wamezaliwa katika mji huu. Ninapendekeza Bwana, kama naweza pata kibali nikiwa mbele zako, Mungu, mtumishi wako Bwana ukaweze kuwabariki watumishi wako hawa kwa sababu ya saka na hata matoleo ambao wameitoa ikiwa dhabihu ya kuweza kuwasimamia na kunena katika maisha yao. Kadri ambavyo Bwana ulivyo na jinsi ambavyo Bwana unaweza kutubariki tunaponyenyekea mbele yako, ninaomba kwa sababu ya familia hii, kwa sababu ya mama yao who is the root, ambaye katika mizizi yake Bwana wameweza kupata kipawa hiki cha uombezi, wamekuwa waimbaji. Bwana naomba kwamba ukawazidishie na hata Bwana ukazidi kutembea pamoja nao katika familia hii ya ukuhani. Bwana tunakuja mbele zako kukwambia ni asante, tukiwaweka mbele zako, tukiwatawaza Bwana wakaweze kuwa vyombo vizuri vya kutenda kazi katika nyumba yako. Mungu ishie milele, jinsi ambavyo tumeweza kukusikia watu wakinena, kumaanisha kwamba haya mambo yote yanatoka katika kilindini cha nyoyo zao, jinsi ambavyo Miriam alikuwa. Mungu wetu ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwatenda mazuri, hata mnenaji atakapokuwa akinena, askofu wetu mpendwa, ninaomba ya kwamba Bwana ukaweze kumpatia kibali na hata neno lako likaweze kupenya katika nyoyo zao, likaweze kuwa mwelekezo katika maisha yao yaliyosalia. Na kwa sababu wewe Mungu utembea miongoni mwa watu wakati tunaponena neno lako, Bwana nanena siku ya leo ukaweze kufanya mbingu ikafunguke, na ndiposa tukasikize neno lako tukijua kwamba ni wewe Mungu unanena. Hata kama umepita kwa binadamu, tunaelewa ya kwamba Bwana unanena sasa. Baba yangu na Mungu wetu uishie milele, ninakushukuru kwa yote haya. Ninakushukuru kwa hapa ambapo umetufikisha. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen mzuri. Amen. Amen. May God bless you so much. Asanteni, I asanteni. want to stop there. Tumeombewa. In Jesus' name. Amen. Tumeombewa na sasa tutapata faraja, tutakuwa na nguvu na Mungu wetu atatuongoza, na kila kizuri ni kutenda na kupenda kile mam ama shosho ama anti alikuwa amependa. Bwana Yesu asifiwe. Na mumeanza leo. Ninajua vile shosho alikuwa amependa wachungaji. Mimi nilikuwa namtembelea, ananitolea kakitu hapa na ninasikia vizuri sana. Kwa hivyo familia, muendelee kuwapenda wachungaji na kuwabariki, na hii mambo itawapeleka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asanteni sana wachungaji vile mmekuja kusimama na familia hii. Mungu awatende mambo mazuri. Nimebakisha tu dakika kidogo ambapo nataka kumwalika Pastor Dorcas aseme kwa sababu ya niaba ya wachungaji wote. Wewe ukiwa familia umeona mchungaji wako amekuja, na ninajua kama amekuja amekufariji na hili jambo umefurahia. Kwa hivyo huyu mchungaji akiongea ataongea kwa niaba ya wachungaji wengine wote, na Mungu si ni mwema. Tumchapie makofi mazuri katika jina la Yesu. Hallelujah. Nipungie mkono tafadhali, tafadhali. Asante, asante. Ukipunga mkono hivyo umepungia wachungaji wote, kwa sababu nimesimama kwa ajili ya wachungaji. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mimi naitwa mchungaji Dorcas Mugo. Mimi ni katibu katika section yetu ya Subukia KAG, na nimesimama kwa ajili muda hawezi kuturuhusu kusimama sisi wachungaji wote na kutoa rabirabi zetu, lakini kwa moyo mmoja tunazitoa kwa sababu tunawapenda jamii, kwa sababu katika jamii hii kumetoka makuhani, na sisi katika jamii ya wakuhani tuna ushikamano
ambao ni mzuri sana, na kwa sababu mama huyu kama jinsi ambavyo Bishop ameomba na kusema kwenye mzizi wake kumetoka hiyo jamii yote ambao ni wacha Mungu. Vile vile tunasema kwamba ni jamii ambayo ni ya maana sana kiungu, kwa sababu despite ya kutoka kwa wale ambao ni wacha Mungu, jamii hii imetoa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Sami ambaye ni mtoto wa mwisho wa dada huyu, na amekuwa ni mmoja wetu ambaye tumekuwa pamoja sana katika huduma katika Kenya Assemblies of God, na ameaguza mioyo ya wengi, na tunashukuru Mungu. Pia tunaye mchungaji Maina ambaye ni wa JEC, ni mchungaji wa jamii yetu ya mama yangu. Ninashukuru sana kwa sababu nikienda kule nyumbani ni yeye huwa ninapata pale, anakuwa ni kuhani wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunatoa rabi zetu, na tunasema Mungu anayewafariji watu wake, na Mungu anayejua mahali kifo kinaguza katika mioyo ya watu. Huyu ambaye ni baba yetu sisi wote aweze kuwabariki na aweze kuwafariji na hata kuwafanya pengo hilo lisiendelee kuwa wazi. Tunajua sasa tumewahesabu makuhani wawili, kizazi kijacho watakuwa wameongezeka, maana ni Mungu wetu anayesema kwamba yeye anabariki vizazi na vizazi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana tunapoenenda na kujiandaa ili kuweza kusikia ya Mungu kile alicho nacho kwa ajili yetu siku ya leo. Na mbarikiwe sana. Amen. Amen. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yanapita, lakini neno lake Bwana linasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yanapita, lakini neno lake Bwana linasimama. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya muda wa neno lako. Tunaomba unene nasi kama watoto wako. Neno la wakati tunaomba umtumie kupitia mtumishi wako. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Jerero cionge Bishop daikaraga. Tando kigo kia Ngai kimanegeturagia mundu ki. Haleluya. Koguo ndugathine kuoyaga thimu ta wahurirwo tondu ni ihinda ria kiugo, anga ni wona tutulie. Mungu anene pamoja nasi, na neno litatuponya, na neno litatutia nguvu. Karibu mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni haha itaraigwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Nashukuru Mungu nimebarikiwa. Na kabla sijasema jambo lolote, nimeona time zimeenda sana. Nilikuwa nimepewa program kwamba nitakuwa nikisimama saa 6. Lakini nimejulishwa kwamba kulikuwa na shida kidogo. Na mimi nakuwa stricted sana na time. Kama ningeliulizwa, isipokuwa ni heshima ya social, kwa sababu time zilikuwa zimeenda, hatungeliongea mtu ya wae yote, ningelileta neno tu. So tuvumilie, niwaletee neno kwa kifupi, kwa sababu hata lunch imepita, ni wakaishe kidogo, ile mtakula iwe ni ndio sapa. Naomba mniruhusu tu kabla sijanena jambo ni mletee Bishop. Bishop ambaye ni rafiki yangu, tulijuana zamani sana. Leo nimemwangalia kwenye mitandao, nikaona alikuwa kule mochari, na hii ni hali ya unyenyekevu mkubwa
askofu kuwa pale mochari na kuongea pale. Nimemwona akiongea kwa sababu nilikuwa nikifuata mambo haya kwa mitandao. So ningependa tu atusalimie pamoja na mama na itakuwa ni vizuri sana. Karibu sana. Asante sana Askofu Mungai kwa kunitunukia nafasi hii. This is an unmerited grace and favor. I want to thank God for that. May God bless you so much. Ningelitaka kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Majina ni Askofu Philip Njoroge Kamau. Naishi hapa tu, mimi ni jirani wa Miriam. Tuliweza kufika hapa mwaka wa 1996 na tulikuta mama huyu, tukapendana na yeye. Nataka kusema ya kwamba amekuwa, she was a friend to us. May God bless you so much. I want to give to my wife. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Kwa majina naitwa Reverend Penina, nimeokoka na mpenda Yesu. Nitegemeo na kimbilio katika maisha yangu na diposa nasikia kumuinua. Nashukuru Mungu siku ya leo ninapo celebrate maisha ya mama, kwa sababu wakati nilikuja mahali hapa, wakati nilioleka nikakuja mahali hapa, nilimkuta na alikuwa mama wa baraka kwangu. Nilifurahia kuishi pamoja na yeye. Kuna mambo alikuwa ananiambiaga wakati nilikuwa nimekuja kumuona, alikuwa amekuja akaniambia, kwa sababu sasa naona muda wangu umeenda kabisa na mambo yale yote tulikuwa tunaongea na wewe, mambo haya yote naona kama imetimika, kwa sababu wakati Shiro kaliacho kakiwa kadogo, alikuwa na kazi ngumu sana ya kulea huyo mtoto, lakini nilikuwa namtia nguvu. Alikuwa ananiambia ni lazima, najua huyu mtoto ni lazima amalize paka form 4 ndio na mimi Mungu aliweze kunibariki. Wakati nilikuja hapa kumuona, nikakuta sasa Shiro amemaliza form 4, nikamkuta ako na uchungu. Akaniambia sasa ninaona kama mambo yale yote nilikuwa nataka itimike, imetimika. Nikamwambia hapana, nataka sasa tuendelee tu kuishi na wewe hata kama hiyo mambo yote imeisha. Lakini akaniambia huu mwili uko na uchungu, lakini ninaona mambo yote yametimika. Wachungaji wale nilikuwa nawaombea wakuwe mahali hapa, sasa watoto wangu wamekuwa wachungaji na haya mambo yote yametimilika. Sasa nafurahia Mungu kwa sababu ametenda haya yote, na mama yetu ameenda akiwa na furaha kwa sababu amemalizia vizuri. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Niko na ujumbe kwa familia ya kwamba mama yenu alikuwa muombezi, na wale watu ambao ni waombezi hawaishagi. They don't get extinct. Watazidi kupaa. May God bless you. Askofu, asante. Tumebarikiwa na kiongozi mwingine. Huyu ni parish minister wa kanisa letu la Kenya Assemblies of God kwa upande wa Joro Fagaria huko, na kwa sababu yuko hapa nimpatie tu nafasi ya wave alafu nimalizie. Bwana asifiwe. Tusalimiane sababu ni vizuri. Amen. Kwa majina yangu naitwa Reverend Makumi. Yesu ni Bwana. Niko mahali hapa sababu ambaye ameenda ni mama yangu mkubwa. Kwa hivyo mzee wake ama bwana yake walikuwa ndugu moja na baba yangu. Na wakati nilisikia hivyo nikasema tu nitakuja tena. Nashukuru sababu niko na baba wa kiroho. Nimekaa naye karibu miaka 10 akinilisha kiroho. Hapa nimekuja mara mingi, nilikuwa na ripoti kila mwezi hapa. Na ni baba mzuri na mpenda. Bwana awabariki. Amen. Naomba tuwape makofi mazuri. Mtaniruhusu kabla sijamaliza, Board of Deacons wa KG Subukia tafadhali msimame. Mama angependa hivyo. Asante, tuwape makofi mazuri. Thank you. God bless you. Nataka kushukuru sana Mungu kwa kunipatia nafasi niweze kuwaletea neno la siku ya leo, na ni saa 9. Kwa hivyo mutikadhi mukiugaga na pastor ucio ni ikari ya mathiko muno, sijafanya hivyo. Ni time zenu zilienda hivyo, lakini tutajaribu tuone tumekava na itakuwa vizuri. Lablambe zangu kwa familia yote popote walipo. Ningekuwa na nafasi ya kuongea sana, lakini wapokee pole zangu au labilambi zangu na za diocese yetu yote ya Nakuru ya Kenya Assemblies of God.
Ningesema pia au ningependa kuambia familia, mama amekuwa pamoja nanyi, ameweza kuwalea na kuwaombea mpaka mnatoroka mahali ambapo mlikuwa mnalala, akiwaombea. Na ubari huu ambapo familia Bwana amewaleta ni kwa sababu ya maombi ya huyu mama. So muishi kuomba kama vile Bishop amesema amekuwa ni mwombezi, na familia ninawaomba ni vizuri hiki kipawa Bwana awajalie kuwa nacho katika jina la Yesu Kristo. Kama kumekuwa na mama mwombezi na mama wa kuchapa injili, huyu mama alikuwa mmoja wao. Na kama wengi husema kwamba tumepoteza, lakini kwa kanisa huwa tuna utofauti katika kuongea, kwa sababu kwa kanisa si kupoteza. Kwa kanisa tunasema kwamba mmoja wetu amefaulu katika safari hii. So kwa sababu ameweza kufaulu na miaka hiyo yote amehubiri injili, na neno la Bwana limetimia leo kwamba yeyote aliyezaliwa na mwanamke siku zake zimehesabiwa, na kwa sababu zimehesabika na zimefika mwisho, naomba familia yote mahali popote mlipo, Mungu aendelee kuwaneemesha na mkubali kwamba ni ninyi mumeachwa kuendeleza uombezi na kuendeleza habari njema. Huyu mama binafsi mimi ninamfahamu. Yaani huyu kijana wake mdogo, na nimemfahamu zaidi ya miaka 34, zaidi ya miaka 34, na nilijulishwa kwake huyu mama na aliyekuwa mwangalizi wa sehemu yetu au parish yetu ambaye ametuacha, anaitwa Steven. Na tulipofahamiana na huyu mama alinikubatia, na kuna ombi aliomba, kwa sababu wakati huo walikuwa wananiita pastor kijana. Nilikuwa mchungaji ambaye alikuwa amewekelewa mikono kama miaka 3 iliyokuwa imepita. So kwa sababu nilikuwa mkonde, nilikuwa mweusi, nilikuwa mdogo, nilikuwa hivyo, nilikuwa sina nguvu nyingi, lakini aliponiona akanipenda sana na akaomba, akasema na kwake kuwe na mmoja atakaye naye shikilia kuwa mchungaji wa kanisa. Hiyo ndio ilikuwa ombi lake aliponikubatia na akanena kwa lugha. Na ninashukuru Mungu na ninamshukuru Mungu sana, kwa sababu baadaye alinijulisha kwa Sami, na Sami wakati huo hakuwa mkubwa sana, na hata nilimpatia nguo moja ya ukuhani. Dokaradio Sami nilimpatia akiwa tu mdogo, na nikampatia nguo, kishati moja kilikuwa kikubwa, mimi kilikuwa kinanitosha, lakini yake ilikuwa kule kwenye magoti hapo chini. Ya simu nipigie makofi, nilifanya vizuri. Ya wakati Sami amekuwa na mama yake, kuna kipindi ambacho walikuwa wameenda kupeleka injili mahali pengine na tuliwakubalia. Lakini mama ikafika wakati wake akasema ataleta Sami yeye binafsi kwangu. Na nafikiri Sami walichukua gari langu na wakamleta kanisani, tukawa na yeye, na akaniambia sasa huyu hata hakukumbuka kwamba kile alichoniambia miaka mingi iliyopita, na akaniambia mambo ya Sami. Na Mungu atukuzwe sana, kabla mama haja rara, mimi nimetimiza yote, maombi yote ambayo mama aliomba na akanena kwa lugha. Maana Sami aliniambia nihakikishe ameingia katika ofisi ya uchungaji. Amen. Na juzi nilimwagia mafuta kwa mchungaji, na kanisa liko mahali tunaita Mispa hapa Mihango, na kanisa nzuri linaendelea vizuri, na juzi tumenunua uwanja na tumemjengea kanisa nzuri sana pale. So yeah, so mimi sina deni na mama. Barikiwa sana, na uendelee kuomba na kusifu Mungu. Aliacha mama yake ilikuwa Sunday, na mimi nikawa na shida kwamba kwa sababu tulikuwa tuko pale
tulikuwa tumeletewa habari njema na Muge TV, na yeye aliimba. Mimi nikauliza, nikiwa kwa jukwaa nikauliza, sasa ameacha mama na nani? Kumbe ilikuwa ni siku yake ya kumwombea ya mwisho, na mama nilipouliza alikuwa amemwambia aende na aibe kabisa. So alikuja kaimba kabisa. Wale ambao mlitizama TV ya Muge mlimuona, hata ni wao walibaki pale, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Nasema Mungu akubariki sana na uendelee pamoja na mke wake. Hawa ni watu wazuri sana, wamemtunza mama, wamemtunza wakati wote vizuri sana, na familia yote na wote ambao walitegemeza. Mimi kwa maneno mafupi sana nasema Mungu wa baraka zote na wa neema zote aendelee kuwabariki. Mungu wetu akubariki sana. God bless you. Mpeni makofi mazuri. Hilda, asante. Sina muda wa kuongea mambo mengi, nina mengi, na hii familia ni waibaji sana, na ninashukuru Mungu. Nataka kuleta neno tu kwa kifupi, kwa sababu ninaona masaa imeenda sana, na nitahubiri neno. Unajua, neno lolote lile ambalo tunaweza kulihubiri hapa ni neno ambalo limehubiriwa sana. Yawezekana hata wakati wa maombolezo, ingawa mimi sikuweza kuhudhuria, ninajua maneno ambayo nitaenda kuyaongea yawezekana hata yamehubiriwa sana wakati mwingi katika moja Mwiga wa Njoroge aliimba hiyo, na kama huyu mama niangiathiria kinyitaga mundu akimukundagia hii habari njema angelifanya, kwa sababu amekuwa hata wakati aendi mahali anakaa hapa na sifu Mungu. Kuna wakati mwingine alikuwa akipanda mpaka kwa milima na kuhubiri habari njema. Watu wa Subukia, mimi si mgeni hapa, so mimi ninaelewa huyu mama sana. So hata kama ametuacha, nasema amen. Simulikuja maziko yake safari hii ya mwisho. Mpeni makofi mazuri ili na mimi nihubiri. Biblia inasema katika Yohana sura ya 8, lakini katika Biblia zingine unaweza kupata chapter hii, au unaweza kupata mstari huu katika chapter ya 7 ya Yohana, lakini mahali nasoma iko katika chapter ya 8. Na Biblia inasema walikwenda kila mtu nyumbani kwake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Biblia inasema na hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Hilo ndilo neno la Bwana. Baba Mfalme, hili neno lipate nafasi kwa kila mmoja aliye hapa, kwa jina la Kristo Bwana nimeomba, amen, amen, amen. Nataka kushukuru Mungu kabla sijahubiri kwa sababu ya area MP. Thank you mno. Asante kwa kukubali hata kuvumilia. Mara nyingi mnatupoteaga tukisimama, lakini wewe na ubarikiwe mwaka wa 2024. Uwe mwaka wako wa kubarikiwa. Asante sana. God bless you. Asante Mzee, jirani yangu, kwa uvumilivu. Najua shughuli zenu si dogo. Asante kwa kuvumilia. Ninajua leo ni kuacha, mmeacha mambo yote. Asanteni sana. Asante sana senior. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana chief na wote ambao mko hapa. Mungu wetu awabariki sana. Kila mmoja ataenda nyumbani. Saa hii nikiwaacha hapa na tukimaliza tuseme neema, kila mmoja ataenda nyumbani kwake. Na kile ningependa kusema ni kwamba hakuna mtu hapa
ambaye atakosea kwenda nyumbani kwake, kwa sababu kila mmoja anaelewa hapa ndipo kwangu. So hakuna mtu ambaye atakosea. Na kama kuna mtu ambaye atasema nipatie nafasi nilale kwako siku 2-3, akikaakaa, fukuza yeye. Mwambie na umuulize, kwani haukuwa na mahali? Kwani haukuwa na nyumbani? Wacha aende nyumbani, ataleta hasara, na mnajua mahali Kenya ipo. Kila mmoja ataenda nyumbani kwake, kila mmoja wetu. Na hata katika safari hii ambayo ni ya mbinguni, ningependa kuambia waombolezaji nyote mlio hapa, hata kama wakati mwingine kuna watu wengine wanajifanya kana kwamba hawaelewi mambo haya, lakini niwafahamishe kwamba kila mmoja ataiondoka hii dunia. Upende usipende, usome usisome, utajilike au uwe maskini, uwe na nini, hata kama unatembelea na chopa, hii dunia zote ni wasafiri. Uwe wa kanisa, uwe ni mtu ambaye si wa kanisa, wote ni wageni hapa duniani. Hii inaachilia kwamba kuna makao mengine ambayo tutakayo kuwa nayo baada ya kuondoka hapa dunia hii. Watu wengi huwa wana shida wanapoambiwa mambo ya kuondoka hii dunia. Watu wengi huwa wana shida sana sana sana, kwa sababu kuondoka hii dunia watu wengi wameitamaraki kiasi kwamba hawatakagi kuiondoka, lakini wakati unapofika mtu huiondoka. Nimekutana sana na jamii, mimi ninaangalia sehemu kubwa katika makanisa yetu ya KAG, na ninapoenda sehemu nyingi ninagundua kwamba watu wengi hata wakiitwa ile participation ya eneo lao, either la bunge au maeneo yao, wanapoambiwa kwamba tunataka kujenga mochari hapa, watu wengi sana hupinga. Mimi ninaongea mambo ya kwenda nyumbani, sijatoka hapo, lakini watu wengi hawapendi. Kwa nini? Hasa watu ambao wanaongea hii lugha ya Griki, aterere, wanasemaga ati niguthethwo, ati unaseswo. Siji I don't know. Sijui nasema kwa ajila. Ya, sio ni Kiswahili yangu tu. Ya, usiangalie kwa dictionary. So, wanasema kwamba hatutaki. Kuna watu hata hawataki kuingia kwenye mitaa yao au sehemu zao, kwenye makazi yao ya neighbors zao, kwa sababu wanasema mimi nikitoa pesa za kujizika ugali hai, hiyo ni kujisesa. So hawatakaji. Lakini niwaambie, hata usipojisesa, wakati utakapofika, wewe unakuwa msumbufu sana. Unakuwa msumbufu sana kwa sababu utakufa tu. Hii dunia utaiondoka tu. Na kama ukuwa unashirikiana na wengine, watu watakuwa watasikia hiyo mzigo wako ukiwa mgumu sana kuubeba, kwa sababu haukujiunganisha na wengine kwa sababu ya imani yako. Lakini kama kuna mtu ambaye amesoma Biblia vizuri, inasema hii dunia sisi wote ni wageni na wasafiri. So siku moja tunaondoka. Siku moja Yesu akiwa pamoja na wengine, kina mitume na wengine, na ikafika wakati wao wa kuondoka na kwenda nyumbani, Yesu hakuwa na mahali pa kwenda. Biblia inasema yeye akaondoka akaenda katika mlima wa Mzeituni. Akienda pale, inaachilia kwamba alikuwa ameenda kuomba. Lakini wengine ambao walikuwepo wakaenda kila mmoja nyumbani kwao. Na ndio sababu nimekuletea habari hii, kwamba utakapokuwa unaondoka dunia hii, ni vizuri kujiuliza wakati wote ukiwa mzima, uwe ukijiuliza, baada ya kuiondoka hii dunia, mimi nitakwenda wapi?
kwa sababu kuna sehemu mbili baada ya kuondoka hii dunia. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambapo Yesu ameenda kutuandalia katika Yohana 14. Biblia inasema nimeenda kuandalia mahali na pakisha kamilika yuarudi tena ili mahali nilipo na nyimwepo. Kwa hivyo Yesu ameenda kuandalia, na hawa ambao wameenda kuandaliwa mahali ni wale ambao wanayo imani kwamba Yesu ni Bwana na Mfalme. Hawa wameandaliwa mahali, na baada ya kuondoka hapa, hata huyu mama wetu baada ya kuondoka hii dunia, makao ambayo yameandarika, wao huenda wakapumzike. Ukisoma vizuri katika kitabu cha Isaya 57, Biblia inasema wao ambao wamekufa wakiwa katika Bwana wanaenda kupumzika katika vitanda vyao. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, wanaenda kupumzika katika vitanda vyao. Kupumzika, Yohana 14 inasema mstari wa 13, ili wapumzike kazi zote nzito ambazo wameshafanya. Kwa hivyo baada ya kuondoka, wale ambao mko ndani ya Yesu, na mimi ninaombea neema ya kukaa daiwa igoro tajika yugo nyona kana mo igwa utonde hakuye muno ale wode mo de gatagate mwathani arorosho ndahoya atiriri Ngai amuhe wega awapatie neema ya kukaka. Hii naachilia hata kama wewe ni mgonjwa, Bwana na kuongezee siku. Hata kuna mmoja aliongezewa, anaitwa Hezekia, alikuwa mgonjwa akaongezewa miaka 15, na ndio sababu nimeachilia neema ya kukaka, neema iliyo nzuri ya kufanya Bwana akawasaidie mkakae kidogo. Nasema amen. Tunapoelekea nyumbani, kwa sababu makao haya mengine sitaki kuyaongea sana, lakini ukikataa Yesu, hiyo already umejipatia tikiti, una fare ya kukupeleka kwenye hayo makao. Na Biblia inapoongea kuhusu hayo makao, inaongea kwamba kutakuwa na moto wa kiberiti. Katika makao hayo kutakuwa na kulia na kusaga meno. Sio mahali pazuri. Na kama haujaokoka, kama Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo na kuombea tena, Mungu akufikishie hii neema ya wokovu katika jina la Yesu. Maana hakuna chochote ambacho unachofanya kitaendelea na wewe mpaka mwisho au utakapofuka kaburini. Utakiacha tu na utabaki ng'ambo ile ingine ukiwa peke yako. Na achilia neema ya kuokolewa. Dai. Nifikiria wachungaji hapa ndipo watasema imeni kubwa, kwa sababu hii ndio kazi yetu. Nasema hivi, nimeachilia neema ya wengi waokoke mwaka wa 2024. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Tulipokuwa pale kwenye uwanja, watu wengi sana wa Subukia tulianza vizuri, na ninaomba Subukia, Jehova mwathani arogosho ando ingene mahonoke nigetha riu mashifo
kile alichowacha kama hamukusikia. Unajua mimi nasikilizaga sana. Ako wapi? Oh, you are there sir. Na unisalimia kifua. At least tuguza msalaba. Wow. God bless you sir. Yani kaigo kwina andu mena wiru ate nago mamu atarari ginya makofi. Unajua kile aliacha maguo yake, na saa hii ndio anaongea anasema atairudia, lakini aliacha mzigo ulikuwa mkubwa. Mimi nimeshaingia katika nchi nyingine, na lazima kuwe na ukaguzi, na ule ukaguzi ambao unafanywa ukaguzi wa hali ya juu. Kuna sehemu zingine utakutana kwamba wakaguzi wanakuja mpaka na mbwa ya kunusa ili wajue kama umebeba mihadarati, kitu ambacho hakistahili. Na kama una kitu kama umebeba silaha na kadhalika, hutaruhusiwa kuingia katika ile nchi, au umebeba mizigo ambayo haitakikani, hauwezi kuruhusiwa kuingia katika nchi unayoyaingia. Ninataka kutangaza kwamba hata kwenda mbinguni jameni, Wagalatia 5 mstari wa 22 umeorodhesha mambo ambayo hautakiwi kuyabeba, na andu matiendaga kwirwo tondu mundu aingirire kanitha akiona riu maundu tamakinyire mwisho. Ndirenda kuga hau tiho mwisho, niwetereirwo utakaguriwa kuingia mbinguni. Si ati ni hivyo tu, ati wewe ndiye mtu ambaye unadharau watu wengine, wewe ndiye mtu ambaye unabebaga watu wengine, unabebaga na unawaimbiaga, wewe ndiye mtu ambaye unasumbua watu wengine, na wewe unajiita wa nyumba ya Mungu. Leo nakuambia, ukibeba mizigo mizito, hata kama utatangaza injili hii miaka gani, wewe ninakuambia leo, ile mizigo uliyoibeba hautaruhusiwa kuingia kwenye mji mtakatifu. Nisalimie ninapomalizia. Nawaambia hivi, kanitha-inĩ nĩ mũhotaga ũgaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ, wona ngoma ĩwe ĩngĩ nĩyoka, mũcirika mwenzako mũtikwaria nani, ũgĩũkĩra ũguo kũinamũka ũguo, wamĩrora ũguo wona nĩwe nona nĩyambĩrĩria kũnjitingiza, ũgathama pole pole, ũgathiĩ gĩtĩ-inĩ kĩu kĩngĩ, ĩwe ĩngĩ ndĩkũingĩrĩte. Unaona hiyo tabia mlizo nazo? Ninahubiri kwenye maziko ya huyu mama, niseme ya kwamba kama unataka kwenda mbinguni na Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, achilia hiyo, kwa sababu hautaruhusiwa. Romena no muhakarothire either ne kwa Ngai na bũrũri-inĩ in the name of Jesus. Na haha mutindĩte mwandĩkĩirwo mĩtĩ kũrĩa mĩtĩ-inĩ ya thitima, na nĩ ndarĩkia ndikwaria makĩria hau ate muganga kutoka sijui wapi wakwanywa mako, sijui muganga kutoka Kitui, sijui Roriondo, sijui muratomithia na ndirahunjia. Si unasikia? Unaona tu hata hapa area ya Subukia utakutana na hiyo na umepewa mpaka namba ya phone atuite huyo mtu, na huwezi kumuita mkiwa na watu, unamuitaga ukiwa peke yake au unaendaga ukiwa usiku. Omothe ndauga utire guthio tuko na nitwafuta wira waganga wote wa maeneo haya na maeneo ya Subukia, na leo tunatangaza katika maziko haya kwamba Yesu anatawala, na leo tunang'oa nasema tunang'oa kila ngome ya mapepo, na ninasema leo Subukia Yesu atawale. Kama wewe umeokoka, inua mikono tuseme Yesu lazima atawale. Amen. Nasema amen. So usisumbue pastor tena, wacha mizigo. Hata utinde wewe shokeranio niromena rũrĩa wĩ naruo, to pastor ndarendwo ume kanitha ko nĩ gaitũ ingiuga ũthiĩ tu. Ito ruo na ikorwo mumenani kwa Ngai no gaeko atia
toka hingĩrĩrio. Rekei twendane. Salimia mtu mwambie na twendane. Mwĩre nĩ twendane. Mwĩre rĩngĩ nĩ twendane. Mwĩre mathiko-inĩ maya twendane. Tondũ nĩ tũrenda gũthiĩ kũ? Nĩ tũrenda gũthiĩ matu-inĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, na wote waseme Mungu wetu na Baba wetu, asante kwa neno lako. Naomba libariki kila mtu hapa wakati huu tunapo Bwana elekea kwako mbinguni. Ninaomba neema imtoshe kila mmoja, na ninaomba Bwana uweze kuwasaidia wengi walio hapa wasiokujua wakufahamu, na wale wamekujua na Bwana wamebeba mzigo mizito. Bwana wasaidie kuiacha na kuyavua katika maisha yao. Ninaachilia neema iwatoshe kila mmoja wao leo, na ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amen, amen. Jamii tumewaombea. Sasa hatuna mengine ya kuomba kwa sababu tumeombea. Ninaomba hivi, familia ambao wanatusaidia kubeba mwili wa dada wetu, familia ndio wataanza, halafu watafika mahali fulani kulingana na uongozi wa kanisa, watatuambia walipanga wapi, waachilie sasa nalo kanisa liweze kubeba. Ninaomba hivi, wale ambao mnacheza hizi darama sasa, chukueni praise and worship, waibaji na ni kuina shoshorare muini. In fact muti muraina ona diona ta muri murambiriria, muti muraina na muti murambiriria. Mwikuiguishia nginya thaa cigana? Mutajifuta mpaka saa ngapi? Ninaomba praise and worship waende pale mbele ya jeneza. Familia wale, Pastor Maina, tulikubaliana Yohana kuja mtusaidie kuipanga hii kitu, na Deacon upange wale wanaobeba pale wawe goja mahali mnataka, na itakuwa vizuri sana. Thank you. Praise and worship. 1 2. I think this is my first time kuitana mara mingi. Wako wapi waibaji?
ondoka kulitimiza neno lako linalosema kwamba mchanga urudi kwa mchanga. Ninaomba neema itoshe kila mmoja aliye hapa, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Waibaji mngekuwa hapa, familia naamini mmejipanga. Familia, wachungaji wote tafadhali mnaweza kuja hapa.